atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Karibu sana kwa kujitambulisha. Mimi naitwa Simon Damas Tiger Mtumbadi. Yeah. Anaitwa Simon Damas Mtumbadi, na sisi wote hapa tuko katika jimbo la Kansas City, Missouri. Leo tumeona ni vyema tuje tujadili vitu vile vitatu kuhusiana na maisha hapa Marekani, sisi kama vijana, shughuli mbalimbali za hapa Marekani. So nataka kujua ndugu yangu Simon Damas, hapa Marekani kwa sasa una miaka mingapi na experience gani ambayo umeshaipata hapa kwa miaka ambayo umeishi? Mimi kwa miaka ambayo nimeishi hapa Marekani sio mingi sana kivile. Lakini ni vile tu mazingira ni mazingira yote yanakuaga na funzo kwa mtu. Mazingira kama mazingira gani ambayo yakuta huko ambayo kule kwetu? Kwanza hali ya hewa iko tofauti na huko. Na kule ambako tumetoka. Kuna baridi ya kupindukia. Kuna joto ya kupindukia, yani kila kitu ni zaidi ya kwa baridi ni zaidi, jua ni zaidi. Hiyo ni kweli, na kama kisi tulivyosema ndugu zangu, tutakuwa na vitu vile vitatu ambavyo tutadadisi kuhusiana na sisi vijana, kuhusiana na maisha pia. Nafikiri nimeshamuuliza kulingana na mabadiliko ambayo amekuta huko. Sijui unaweza kutuambia maisha ya huku yakoje, kwa sababu kule kwetu tulikuwa na zoea kukula kwa bure nini. Sasa sijui umepata experience gani ya maisha ya huku? Kwanza maisha ya huku ile kauli ya kusema kwamba asiyefanya kazi na asile, yani tuseme ilikuwa kwa sababu ya watu wa huku. Kwa sababu huku kama ufanye kazi au kuli au unywi maji au vai na ulali. Hiyo ni kweli kabisa. Yaani huku ndugu zangu ni hatari. Hicho ambacho amekisema ni kweli. So kwa kweli huku kama ufanyi kazi au kuli au vai au pendeza au shine kama sisi tulivyopendeza hapa, ni kazi. Kwa hiyo wanasema fanyeni kazi. Ndio huku sasa kundo kwa unafanyeni kazi. Sijui kuna wale vijana ambao wao wanakalea kusafiri tu, afanyi kazi, na akifanya kazi akipata sheke moja anaenda. Sijui tamwambiaje, mwambie kijana ambaye anafanya hiyo tabia. Kwanza naweza kumwambia kwamba maisha yanaendelea, maisha yarudi nyuma. Ujue kwamba kuna kauli inasema pesa ni sawa sawa na muda. So ukipoteza $100 ni sawa sawa umepoteza dakika moja. So kila ndio ukipoteza $100 utairudia ile $100. Hapana, ukishapoteza umepoteza. Ni sawa sawa na muda. Ukichelewa na muda wako na vile vile, yani hauwezi kujilia, unapoteza. So ni vyema kama unaenda sehemu, mfano wanachukua pesa huko wanaenda kutumia kwa vitu vya msingi, ni sawa. Lakini kama unatoka huku tu ni mradi tu uende huko, uende uenjoy huko na pesa zako, ujue kwamba unapoteza muda bure. Na Marekani kila kitu kinaenda na muda. Ukipitisha muda, yani hivyo ushakuwa kinyume na vile na mipango hiyo. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa kila kitu unatakiwa kwenda na muda. Hiyo ni kweli. Na vipi, sijui unaweza kutushauria sisi vijana ambao tunafanya hivyo, hayo maisha ya kupata sheke au kutotumika, unaweza kutuambia aje? Naweza kusema kwamba wajitambue. Wajitambue kwa sababu kuishi bila kutumika bro, especially kwa hii nchi ni ngumu sana. Unaweza kuona mfano kama vile wale ambao wanaishi kama homeless, kama hajapewa hawezi kula, ndio maisha ya hapa. Na kila mtu yuko busy kufocus na maisha yake. Aweke maisha yake wapi? Sasa wewe kama ufanyi kazi, hakuna mtu atakupa nyumba ya bure. Yani mtu ana muda kuremba kuikaa na wewe. Yani ana muda, ana focus na maisha yake. Yani akichelewa kidogo, nyumba itayumba. Alafu unakutisha apendi kufanya kazi, lakini anapenda kunywa pombe. Unapenda kunywa pombe alafu upendi kufanya kazi. Na kala kuomba nani unakuta hao wanakunywa na unaingia pale ndio unakunywa. Kwa hiyo vijana, fanyeni kazi jamani, fanyeni kazi. Kila kitu ni kazi. Kila kitu ni kazi, sio nyote watu wa kazi. So awamu mnalalamika. Fanyeni kazi. Kuna swala lingine ambalo huwa linasumbua sana sisi vijana hapa Marekani. Mambo ya, unajua mtu akishakuwa kwenye umri wa utu uzima lazima apate mwenza. Nafikiri wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wamefanikiwa kupata mke,
ulioa, so unaweza kutushauria aje sisi ambao bado tuko tunaangalia na ilikuwaje kuaje? Labda unaweza nipatia video vitatu vya kunionyesha njia. Kuna msemo unasema kwamba love is a beautiful thing. Upendo ni kitu kizuri sana. Na siwezi kumshauri mtu asioe ama nikamshauri mtu aoe, lakini mzee, kuoa ni vizuri. Kuoa ni vizuri, lakini uzingatie yule ambaye unamuoa ni mtu wa namna gani. Ni mtu wa namna gani, na yaani umwelewe mtu kabla hujamuoa. Lakini kuoa kabisa kabisa, yani asije kudanganya mtu kama kuoa ni vibaya. Hapana. Kuna opportunity nyingi za kufanikiwa ukishaoa, ziko nyingi. Yaani na zaidi ni kama ukishapata mwanamke ambaye mnaendana tabia, mnaendana akili, mnaenda sawa sawa, yaani kila kitu mnachofanya kwa umoja kiko kwenye njia moja. Na kuna umuhimu gani wa kuishi na mtoto wa kike relationship ambayo iko ya miaka mingi, miaka 3, 4? Nasema kwamba ni kuchezeana, sijui ulichukua muda gani hadi ukachukua jiko? Naweza nikasema kuchukua kwangu jiko, mimi niliishi pia kwenye relationship, kwa sababu huwezi kuoa bila kuwa kwenye relationship. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nilikuwa kwenye relation na haijalishi muda. Unaona, unaweza mkakaa na mtu miaka 4, miaka 6, alafu kuja kumuoa akabadilika. Hiyo inawezekana. Na mimi siamini sana kwenye kuishi kwenye mahusiano muda mrefu labda ndio kuoana. Hapana. Kwa sababu kwenye hiyo hali ya miaka 4 lazima kuna mmoja tu atakuwa anajua wengine wa nje, mpaka kuvumilia wewe lazima ukawa unajua wengine wa nje. Hiyo inawezekana. Na kuna wale ambao wanaweza kukaa na mwanamke miaka 4 na akaweka kabisa tumaini ndio huyo. Hakuna mwingine zaidi yake. Ila ambacho ningewashauria tu vijana ambao bado hawajaoa, wanawake bana, wanawake ni wazuri sana. Lakini kama kuna mtu atakuja kuambia umwangalie mwanamke tabia na hivi msome nini alipotokea na mpaka hivyo, so ni vitu vya muhimu sana kabla hujaoa. Umwangalie kama tabia au mwanamke, je, mimi mwenyewe nikikaa naye ndani nitaweza kumiliki, nitaweza kumkataza kitu na kaza kukifanya? Ndio kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuangalia kwa kichwa cha familia. Nikisema nimesema, je, atafuata kile ambacho mimi nasema? Yaani ukibahatika kupata wa hivyo ambao ukisema umesema anakuelewa, basi ndio umetusua. Lakini ukipata mtu ambaye yani hata useme sometimes anapuuza, basi hapo umefeli. Hapo nikuulize, faida ambazo ushazipata baada ya kuoa na ukaona mbona nimechelewa sana, ningejua ningeoa, ni faida zipi ambazo? Faida zipo nyingi. Faida zipo nyingi, ni vile kwanza kupoteza hela bila mpangilio. Yaani nitatoa na spendi sana. Kupoteza pesa bila mpangilio. Vile sema single tuko tofauti na watu ambao wameoa. Kwa sababu mtu ambaye anaoa hawezi kutoa hela, yaani kichwa tu yani kirahisi, lakini single ni rahisi kutoa hiyo hela. Sisi vile kutatoa. Na faida kubwa zaidi ni kufunguka akili, kwa sababu ukioa ndio unakuwa na akili sasa ya maisha. Unakuwa na wazia vitu viwili. Yaani unakuwa na akili ya kupindukia kuzidi ile ambayo ulikuwa nayo mwanzo. Kwa hiyo nitakushauria mimi, kama una mwanamke ambaye anakustahili, ambaye anakusikiliza, unaweza kaoa ili tusue zaidi. Utamshauri Bike Rouge nini? Sasa endelee kukaa hivi. Hapana, miaka imeenda. Sasa Bike Rouge bana. Tunashukuru bana Bike Rouge. Wako mwingine Bike Rouge.